majina naitwa Rafael Christian Shemsika, ni mwanzilishi na mmiliki wa shirika linaloitwa Travel for Charity Tanzania. Shirika hili lilianzishwa kwa nia ya kusaidia jamii na watoto walio kwenye familia duni, ambako kwa uwezo wangu naamini kupitia elimu watu hawa na jamii hii inaweza kukua na ikafika mbali. Kwa hiyo nikaamua kuanzisha shirika hili linaloitwa Travel for Charity Tanzania, likiwa na lengo la kuruhusu watu wa aina tofauti kutoka mataifa tofauti kuja Tanzania moja kwa moja kusaidia jamii hii duni wapate fursa ya kupata elimu, kukua kwa vipaji, na pia kila mwenye uwezo na mwenye idea tukapate kumsaidia. Shirika hili lilianza rasmi mwaka 2020 ambapo lilianza na mradi wa kusaidia jamii. Kwa mwaka 2021 tukaanza na mradi wa shule, na 2022 tukaanza mradi wa michezo. Na mpaka sasa miradi hii mitatu inafanya vizuri na imekuwa ikikua katika kiwango kinachohitajika. Kwa mfano mradi wa michezo, tumeweza kushiriki ligi ya mpira wa miguu kwa watoto chini ya miaka 13 na tumefanikiwa kuchukua ushindi mara 2, kitu ambacho tunajivunia, na mwaka huu 2024 pia tunategemea kwenda kuchukua kombe. Na mradi wetu wa elimu ambao unatoa elimu kwa watoto kuanzia mwaka 1.5 mpaka miaka 6 ni mradi ambao kiuhalisia una maono makubwa. Hivyo tumeamua kuteka katika mtaa huu wa Makao Mapya kwa lengo la kusaidia watoto hawa, tukiamini kwamba watakapopata elimu hii watafika mbali, itakuwa ni fursa wao kubadilisha maisha na kuwasaidia na familia zao. Matarajio yetu ni kuhakikisha watoto hawa ambao wanaishi katika familia maskini wanakuja kupata elimu iliyo bora, elimu itakayowasaidia wao na wazazi wao kuwa na kesho iliyo nzuri. Mpaka sasa katika kituo chetu tumefanikiwa kupata watoto 45, na malengo yetu mpaka mwisho wa mwaka huu tuweze kusaidia watoto 150. Hivyo kwa mipango na hatua ambazo tunaenda nazo, tuna hakika kwamba tutafanikiwa na watoto hao watafikia malengo yao na watawasaidia familia zao. Sio eliza wazazi wa Arusha na wakazi wa kata za Sinoni cha kwanza watambue kwamba elimu ni ya umuhimu. Mtoto unaweza kumpa hela lakini pasina elimu ni kazi bure. Hivyo tunapoanzisha mradi kama huu, tunawasihi wazazi wawaruhusu watoto wao kuja kwenye taasisi kama hii, ambayo ni taasisi yenye mfumo ambao unakaribia kufanana na taasisi zenye tunaziita shule za academy, lakini hizi za kwetu ni shule za taasisi ambazo ni bure kabisa, lakini zina mfumo wa kusaidia watoto hawa kufika mbali. Assistant Inspector Mponda, ni mkuu wa kituo kidogo cha polisi cha Ungalimited. Nimealikwa kwenye tamasha rafiki yangu la kuibua vipaji kwa vijana, jambo ambalo hata sisi kwenye miradi yetu ya polisi kata huwa tunasisitiza sana. Tunashukuru kwa hilo kwa sababu wana wadau ambao wanaweza kusaidia hicho kitu, na tumejaribu kuongea na vijana pale ambao wameonyesha vipaji pale, tumewaona. Tunaomba wadau waweze kuendelea kuibua vipaji vingine sehemu nyingine, kwa sababu inatusaidia sana hawa vijana kuweza kutoka kwenye makundi ya uhalifu wakaingia kwenye vipaji vyao, vikisha viibuka basi inakuwa inatusaidia hata sisi kwenye mambo ya usalama. Kwa mtaa wa Makao Mapya, swala la ulinzi wa usalama liko vizuri, hakuna matukio makubwa yanayokuwa yanaendelea, na hii kutokana na hivi kama event mnazoziona zinazokuwa zinaendelea. Kwa hiyo vijana wanakuwa wako busy sana kuweza kufanya shughuli kama hizi za kuonyesha vipaji vyao na kuweza kugundua vitu vingine ambavyo vinaweza vikawasaidia kwenye maisha, ukiachana na mambo ya uhalifu. Tunaona hapo kuna wengine wanakuwa wanaimba kuhusiana na uhalifu, maana yake kijana ameshaweza kujitambua, anaona kwamba uhalifu haufai tena. Ndio maana tumemwona kijana mmoja pale ameimba kwamba sisi tunaitwa makanyaga twende, kumbe lile swala halimpendezi. Maana yake sasa huyu kijana ameshaanza kujitambua. Kwa hiyo kwenye mambo ya usalama tunashukuru, kwa sababu vijana wengi wanatoka sasa kwenye uhalifu wanaingia kwenye ile njia ambayo sisi na serikali ambayo tunaitaka. Kwa jina naitwa Nuru Sindiko Kivuyo, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Makao Mapya, ambapo leo tumekuja hapa katika uzinduzi wa shule yetu, pia vile kwenye tamasha kwa ujumla la kuelimisha elimu kuhusiana na masuala ya vijana, kwamba katika hii hali ya sasa ni kuwa watu wema,
Nikielezea kidogo tu kwa shule ambayo tunayo hapa sasa hivi ambayo imeanzishwa na kijana wangu hapa wa mtaani kwangu, pia bahati nzuri ni mzaliwa wa hapa. Kwanza mimi nimpongeze sana kwa sababu hicho alichokifanya ni kitu kikubwa sana, kwa sababu ametupunguzia watoto pia vile kuwa mtaani, ambao kimo anachochukua kwa kweli mpaka mwaka mmoja, miaka miwili, yote hiyo ni kuwatengeneza wale watoto kuendelea kujua nini wanacho kupata katika hii shule ya hapa mtaani kwangu wa Makao Mapya ambayo imeanzishwa upya mwaka huu. Lakini pia ni wasihi sana wazazi waone ni moja ya fahari katika shule hii, na kiwango chake ni kichepesi sana, wala si kiwango kikubwa ambacho kitashinda watoto watolewe katika manyumbani. Nione tu wazazi waone kuvaa au kujilisha matumizi ambayo sio, wabani bajeti ili waweze kuwatoa watoto manyumbani waje wafanye kupata kipaji zaidi ya kielimu, kwa sababu slogan ya rais wetu mpendwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, slogan yake ya kwanza ni elimu kwa kipaumbele. Kwa hiyo nimshukuru sana kwa kijana kuanzisha taasisi ya elimu, maana hiyo tuna sisi tutamsupport sana, na leo ndio maana leo hata alivyotuambia pamoja tuko nusu mlingoti kwa kumwomboleza waziri wetu mstaafu, ni kwamba tulimwambia ni lazima ulifanye, tusiliahirishe kwa ajili ya kutengeneza ujumbe kuhusiana na masuala ya vijana. Asante. Kwanza nikielezea kuhusu swala la maendeleo ndani ya mtaa wetu wa Makao Mapya, kwa kweli mtaa wa kuhusu maendeleo bado hatujauwekea vizuri mazingira yake, kwa sababu wenyewe ni mashahidi waandishi wa habari kuona hii barabara jinsi ilivyo. Barabara kwa kweli ni mbovu. Kwa hiyo tunachotaka kukifanya ni kushirikiana na mheshimiwa diwani ili tuweze kuwa pamoja na tuombe bajeti kwa ajili ya barabara hii. Hii barabara itatusaidia sana. Barabara hii itatusaidia sana pale endapo itapotengenezwa, na niombe waandishi wa habari mfikishe mbali kwa ajili ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, aone adha ya mtaa Makao Mapya jinsi tulivyopata changamoto kuhusiana na barabara. Kwa hiyo mimi niseme tu kuhusu maendeleo tumepata shule, tumetengenezewa shule madarasa 3, tumetengenezewa vyoo vya kisasa, na bado pia vile kuna makalifati kama mwenyekiti kwa kushirikiana na wadau wananchi wangu tumejiboresha na tumetengeneza makalifati 2 ndani ya mtaa wetu wa Makao Mapya.